Neema inapatikana kwa kuamini, au unaweza ukaandika neema inatenda kazi ndani yangu kwa imani. Neema inatenda kazi ndani yangu kwa imani. Kwa sababu gani? Imani huja kwa njia ya kusikia. Unasikia nini? Neno la Kristo. Kwa hiyo imani ndani yako inajengeka kwa kusikia neno la Mungu. Ili hiyo neema itende kazi ndani yangu, ninahitaji kusikia neno la Mungu. Ninahitaji kusikia neno la Kristo. Linasema nini kwenye maisha yangu? Linanifundisha nini? Hebu ngoja tuangalie kile kitabu cha Warumi mlango ule wa 10. Warumi mlango wa 10 mstari wa 17. Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani ili iweze kujengeka ndani ya mtu, ili iweze kuleta matunda, hata pale neema inapokuja ndani yangu, inahitajika imani ya kweli. Yohana mlango wa 11 mstari wa 38 mpaka ule wa 40. Yohana 11 38 mpaka 40. Biblia inasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane namna hii. Yaani tunamuona Yesu ambaye Martha na Mariamu na Lazaro walikuwa wanampenda na wanamtegemea. Na hata Yesu alipokufa, dada huyo akasema alipomuona Yesu, angekuwepo Yesu, ungekuwepo, Lazaro asingekufa. Halafu katika mazungumzo yao Yesu anamwambia, ukiamini utauona utukufu wangu. Sasa wamefika mahali Yesu ameenda kwenye lile kaburi, bado anaugua nafsini mwake, bado anaugulia ile kwamba rafiki yangu amefariki. Akafika kwenye lile kaburi, hafu tunaambiwa lilikuwa ni pango kabisa. Lakini licha ya kwamba ni pango, lile kaburi lilikuwa limewekwa jiwe kubwa hapo mlangoni, kwamba hakuna tena atakayeweza kutoa. Kwa sababu ndio desturi ya Wayahudi, makaburi yao walikuwa wanachonga mawe. Kwa hiyo uko ndani linatengenezwa, mtu akishazikwa linawekwa jiwe. Vile vile kwa Yesu alipofariki, walipomzika waliweka jiwe mlangoni, wakiamini kabisa kwanza hata fufuka, haitawezekana tena huyu mtu kutoka. Kwa hiyo wakati wanakwenda, Yesu anajua kabisa kwamba huyu mtu ameshakufa. Leo ni siku ya 4. Lakini kwa sababu Yesu alitembea na neema ndani yake, haleluya, alitembea na uwezo ndani yake wa kimungu, na imani iliyokuwepo ndani yake, alijua kabisa lazima Lazaro atafufuka. Amen. Kwa hiyo wanatembea, wanafika lile kaburi, tunaambiwa lilikuwa ni pango na jiwe kubwa limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Hebu sema, liondoeni jiwe. Leo ni siku ya 4. Sema tu, liondoeni jiwe. Sema tu, liondoeni jiwe. Halafu Yesu ameshaamuru kwamba liondoe jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Haleluya. Inawezekana ndio mimi na wewe tuko hapa. Inawezekana ndio mimi na wewe, au wewe unayenisikiliza, unayenifuatilia. Inawezekana jambo unalolipitia
limekuwa kama jiwe mbele yako, haliwezekani kusagwa, haliwezekani kuondolewa. Inawezekana limekuwa ni pango tupu, yani hakuna namna. Ngoja niseme namna hii, inawezekana ulikuwa na biashara kubwa, ile biashara imekufa, hakuna namna unaweza kuiinua. Usiangalie namna ya kushindwa kuinuka, usiangalie hilo pango mbele yako. Mwangalie mwenye uwezo wa kuliondoa hilo pango, mwangalie mwenye uwezo wa kuliondoa hilo jiwe. Neema ya Kristo iliyokuwa ndani yake, alijua hata kama kuna pango, hata kama ni siku 4, haijalishi. Alikuwa anaamini Lazaro atatoka mzima. Haleluya. Shida yetu wakati mwingine, neema inashindwa kufanya kazi ndani yetu. Imani ulio nayo. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha aliyefiwa na ndugu yake, yeye tena halioni jiwe, anaona mwili ulioharibika ndani. Mimi sijui kama kuna mtu ananielewa hapo. Yaani Yesu amefika, anaona katika ulimwengu wa roho na anaelewa ndani hili ni pango tupu. Halafu anaona yuko ndani, lakini nje kuna jiwe. Pasipo kuliondoa jiwe, huyu mtu hatutamfikia kule ndani. Yesu anatoa amri, liondoeni jiwe. Jiwe linatakiwa kuondoka. Martha anasema, sio jiwe tu, hata unayekwenda kumfuatilia ndani ameshaoza. Nataka nikwambie, tengeneza imani yako, weka imani yako sawa sawa, haijalishi umeambiwa nini. Ngoja nikae upande huu. Kuna mama mmoja anapunga mkono, labda atanitia nguvu. Nataka nimwambie mtu mmoja, haijalishi kila kitu kimeharibika kwako, weka imani tu kwamba Baba anaweza. Wacha watu waone ni mifupa mitupu. Kama Mungu aliweza kumwambia mtumishi wake, itabirie hiyo mifupa, naye alipotamka ile mifupa ikawa hai. Ni jambo gani la kumshinda Mungu? Mungu akiweko mahali popote, neema ya Kristo ikiwako mahali, hakuna lisilowezekana. Neema inatenda kazi hii, imani ikiwa sawa sawa. Ninaamini ndio. Unaumwa ndio, lakini naamini Mungu ataniponya, Mungu atanitoa mahali hapa. Madaktari wakija wanakuna vichwa, acha wakune vichwa, lakini imani yangu kama nimeiweka kwa Yesu, ninaamini nitachomoka tu. Amen. Kwa hiyo unashangaa, unaongea na mtu, unamwambia dada, katika hili Mungu anaweza. Ukishamwambia hili anaweza, anainua na lingine. Najua mtumishi, unaweza kuniombea nikapona, lakini na biashara yangu je? Yeye anayeweza kukuponya anaweza hata kwenye biashara. Mwingine ukimaliza anasema, na watoto wangu je? Yeye aliyesema liondoeni jiwe anaweza pia kumuinua Lazaro ndani akiwa mzima. Laiti ungejua. Bwana asifiwe. Martha anasema ananuka, maana amekuwa maiti siku 4. Haijalishi ni miaka mingapi umekaa na hiyo changamoto. Nataka nikuambie, kwa hii kuanza na Bwana mahali hapa na ujumbe huu aliouleta, kuna mambo makubwa yanaenda kutendeka kwako. Kuna mambo ya ajabu yanaenda kutendeka kwako. Yesu anamwambia Martha, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Saidie kumwambia jirani yako, ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Mwambie tena mwingine kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaanza kuiona neema inavyotenda kazi ndani yetu, ukilinganisha na nini? Pamoja na imani. Yaani neema isiachanishwe na imani. Usije tu ukasema tunawezeshwa kwa neema. Kama huna imani, haifanyi kazi vizuri. Amen. Weka imani yako sawa sawa. Tengeneza hiyo imani yako sawa sawa. Imani ni kuwa na uhakika. Unakuwa na uhakika. Hapa Martha hakuwa na uhakika tena. Ile nguvu ya uhakika ndani yake iliondoka.
hakuwa na uhakika hata kidogo. Alikuwa anachojua yeye, huyu mtu ameoza, huyu mtu ananuka, hili jambo haliwezekani. Sawa, lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Katika hali ya kawaida haliwezekani, ndio. Katika akili yangu haliwezekani, ndio. Lakini kwa Mungu wangu nina uhakika kwamba inawezekana. Tusome kile kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11 na ule mstari wetu wa kwanza. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ningesema ni bayana ya mambo yasiyowezekana. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Imani ni kuwa na uhakika. Unaambiwa we mama hautakaa upate mtoto, kataa. Sema mimi nina watoto, mimi ni mama mwenye watoto. We baba, hapana, hautakaa upate kazi. Unaambia hapana, mimi nitapata kazi. Kwa nini? Imani inakupa uhakika wa kile unachokitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaambiwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unatarajia nini mwaka 2026? Unatarajia kufanya nini kwa mwaka huu? Yale matarajio yako yasiondolewe kwa sababu unaona mambo yameharibika mbele. Yani ile tarajio lako lisiondoke kwenye maisha yako kwa sababu kuna mambo yamekufa. Weka tarajio 2026, sitabaki nilipo, mimi ninasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Weka tarajio kwamba mimi, haijalishi mwaka jana nimeshindwa, mwaka huu sitashindwa. Niko kwenye lango la kwanza la mwaka, niko kwenye hii semina ambayo ninatarajia neema ya Mungu ikishuka itaniwezesha hata yale niliyoshindwa mwaka jana. Kwa hiyo tarajio langu mimi ni mwezaji. Sijui kama naongea na watu. Tunaambiwa ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaliona jambo leo kana kwamba tayari limeshatokea, kumbe katika ulimwengu wa roho bado. Inawezekana katika ulimwengu wa damu na nyama halionekani, lakini katika ulimwengu wa roho mimi ninaliona tayari. Amen, haleluya. Weka tarajio, weka imani, kuwa na uhakika. Haijalishi mwaka jana nilishindwa, mwaka juzi nilishindwa, lakini mwaka huu ng'ang'ana na hili neno. Nimesema imani inajengeka ndani ya mtu kwa kusikia neno la Kristo. Kadiri tunavyojifunza hizi siku tutakazokuwa hapa, weka imani, weka matarajio kwamba Mungu naisubiria. Nasubiri hiyo siku ya maombi, na mimi nipokee hiyo neema itakayoniwezesha, itakayonisaidia yale yaliyoshindikana kwangu yaweze kuinuliwa tena. Haijalishi wamesema nini, haijalishi ukiangalia katika hali ya kawaida kila kitu kimeharibika. Haijalishi, ninachotarajia mwaka huu ni mambo makubwa kwangu. Kwa sababu gani? Neema ikishuka kwangu, haikosei, haitaniacha nilivyo, lazima nibadilishwe. Amen. Sasa mimi sijui imani yako umeiweka wapi? Umeweka wapi imani yako? Martha, mimi sijui imani yake aliiweka wapi, sijui. Lakini na mimi nataka tu nikuulize, imani yako iko wapi? Kama imani yako iko kwa Yesu, basi weka imani, weka tarajio, napokea mwaka huu. Haleluya. Huwa namwambia mtu, kama unataka kuomba na mimi, tengeneza imani yako. Kwa sababu usipoitengeneza imani yako, mimi ninaamini hili jambo tukiomba inakuwa, lakini ninayemuombea anasema mbona nilishaombewa na fulani, mbona nilishaombewa na mtumishi fulani,
Inawezekana unakuja kwa mtumishi mdogo kabisa, halafu wewe unaanza kutaja wale wakubwa. Haijalishi, ukiweka imani yako sawa sawa, Mungu anatenda.